Unaona sasa ulivyo. Mimi najua tu ushakasirika tayari. Yaani hivyo tu ushakasirika. Mimi najua tu. Unajua ni wewe kila siku ni kuchelewa tu. Basi nisamee bana, sio hivyo na wewe. Sikuwa hivyo. Nisamee basi yaishe at least kidogo sasa tukae na amani. Tumepishana masaa mangapi leo kufika hapa? Sasa zinazidi dakika 2. Unazungua. Tumekaa vizuri. 15 yangu haijaenda bure. Unajua jejeka niongezea kwangu. Lakini tafadhali naomba nisamee basi lakini kwanza kabla yote. Bana unaboa. Basi nisamee. Niambie. Mimi najua bibi hujanisamee. Yaani basi tu. Yaani sura unaweza kuwa unanionyesha kama ila roho. Najua kwani mimi sielewi. Amna bana mpenzi wangu nimeshakusamea. Umeshanisamea. Mimi nataka nikwambie kitu. Kitu gani hicho? Ninataka nipeleke kwenu. Nini? Hiyo ni ngumu. Ngumu wake kwa Mungu kweli mimi nakwambia ni ngumu. Ngumu wake kwa sababu mamangu namfahamu sana kiukweli. Yaani kule nikisha kupeleka anatufungia ndani moja kwa moja. Lakini sasa wakati huo mimi mambo bado hajakasa. Yaani yeye anataka nikimpeleka mtu kama nimempeleka kama kumtambulisha hivi. Yaani ni moja kwa moja ndoa. Kwani kuna shida? Shida ipo tena kubwa sana. Maana ukiachia mbali mimi bado nasoma. Sawa? Nitaka nimalize kwanza chuo. Nikishamaliza kazi, mambo ya kazi yakishakaa fresh, naweza nikakuchukua sana nikakupeleka nyuma. Maana najua hata kitokea mama akajifaragua tu akatufungia tu. Uhakika kula kulala safi. Haya poa. Nakubali. Sawa. Lakini mimi mwenyewe nina issue moja hapa nataka nikushirikishe. Ila tafadhali kabla ya yote naomba ukubali. Nataka twende lodge. Pumzike kidogo, unajua siku nyingi. Umeanza faida yako. Faida yangu bana. Unaona sasa mambo yako. Kwani hujanimiss? Kawaida. Afu kitu kingine. Ukishanikubalia tu. Siku leo niambia si una shida na sifa yenyewe nakupa. Kitu chako unazaga hela mapenzi. Vingine yaani ukiachana na hela uko kwenye mapenzi. Tu kwenye mapenzi ni pesa. Maisha yako tutajenga saa ngapi? Kwa utake basi mimi ngoja. Nimekumisi. Kweli. Basi iko hivi. Mimi hapa sasa leo naomba tafadhali usiniangushe. Please. Naomba usinipange. Maana hapa tukitoka tu hapa naenda kutengeneza mazingira kila kitu. Yaani mazingira kishakaa tu fresh. Nakutafuta. Kweli parocation nini kila kitu nilipo. Kweli. Sasa nadhani tuondoke kusudi nikaangalia mazingira. Unaelewa? Hapo. Au sio? Kuna umiaji. Au tunaenda tena kiss basi. Mambo. Sasa tunapitia huku hivi. Mimi uko chini mimi. Tupitia hapa. Kumbe ndo maana ulipiga zile shortcut zako. Tunajua ya sabiti zaidi. Pita twende, wewe ndio unaijua njia. Au ni bebe? Sasa mimi hamna na bado. Odi. Wewe bro, niko huku. Nani wewe? Kumbe uko huko. Habari za hapa? Blaza si huyo. Niambie bro, mambo vipi? Safi, habari za hapa? Salama, habari ya asubuhi. Natokea wapi? Nimeenda kutupa uchafu bwana huko nyuma. Kwenda kutupa uchafu inawezekana, lakini kunipatia pesa yangu ndio inashindikana, si ndio? Sasa fadhao si. Wewe hata nikuulize haya, kutupa uchafu na pesa yako wapi na wapi? Hapana. Hivi ni muda gani tangu nimekuacha mpaka leo? Ni mwezi wa ngapi sasa hivi?
Unakumbuka leo ni tarehe ngapi? Huko blaza, sio unakuwa unakosea sasa huko. Unajua kwa nini nakwambia unakosea? Mimi sio kwamba nimekataa kukupa hela yako. Kwanza leo nimekuheshimia bro. Yaani hapo leo nimekuheshimia kwa sababu sijakimbia. Unaona bwana, mimi hela yako ninayo kabisa leo cash kabisa. Na mimi ndio maana nimekuja na kuvizia na kujua miendo yako. Yaani leo ondoa swala la ubaya ubwela. Leo hapo kama uko leo blaza leo ubaya ubwege. Bwana mimi nakuchana na 100,000 hiyo chap kidogo. Ipo kabisa cash ngapi? 100,000 ipo ndani. Sasa 100,000 ndio inasaidia nini? Hivi mkataba wangu na unazungumza ni muda gani? Unazungumza ni shilingi ngapi mkataba wangu kwa mwezi? Kwa huo muda ambao umekaa. Napunguza deni blaza 1.5, usijitoe akili. Mimi sitaki cha kupunguza deni. Sasa ni hivi, nisikilize. Sasa ndio nilionayo blaza. Muda gani umekaa? Ninachotaka mimi unaona usawa mama umekaaje mwanangu? Kama mmekaza bro. Ninachotaka ni pesa yangu yote. Fresh. Kama vipi nakuchana hiyo laki afu naenda nayo kama vipi moro mimi nakucheki na kumalizia hiyo nusu. Kiufupi ni hivi. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 6. Nahitaji kufika saa 10 na kuja hapa. Nikute pesa yangu imekamilika 1.5, la sivyo kisha kwenye chumba changu. Watu wanahitaji hivi vyumba, watu wanahitaji wengi. Sawa, sihitaji sana blaza. 11 nahitaji pesa yangu hapa. Poa blaza, usida. Sasa napateje? Ngoja nipigie jamaa mmoja hapo hivi. Adamu. Vipi? Ni shwari mwanangu? Samahani mwanangu, nilikuwa na shida hapa ya lazima sana. Yaani ya lazima sana. Unaweza ukaa na 100,000 hapo nisaidie, maana nina shida ya lazima sana hapa ndugu yangu shuleni. Yaani kuna tatizo limetokea. Kama ipo nisaidie, yaani kesho kutwa hivi naweza nikairudisha, nikiipata nitairudisha. Hauna? Basi mama, nitakucheki mida hivi, tuongee issue nyingine hivi. Poa poa. Mungu, naomba unisamehe kwa hiki ninachoenda kukifanya. Kuna namna nampigia mjomba. Anko. Shikamoo. Samahani, bado upo nyumbani? Basi poa anko, kuna matatizo hapa nakuja mara moja, kuna matatizo yametokea hapa shuleni. Basi sawa anko. Nakuja. Mjomba. Naam. Karibu sana mjomba. Nashukuru sana mjomba. Karibu sana. Karibu. Kama nilivyokuambia, kuna matatizo huko yamenitokea mjomba shuleni. Kuna kipindi ambavyo nataka nivilipie. Alafu ile ada yake imeisha, kwa nitaka mjomba kidogo vilipiwe. Na ada hiyo inatakiwa mjomba 150,000. Ila mjomba, kama ikipatikana 100,000 tu inaweza katosha kabisa. Hiyo nyingine naweza nikaangalia namna ya kuwaomba wakanisamee. Na vipindi vyenyewe, kipindi cha kwanza ni administration of people and witch doctor.
na kipindi cha pili ni administration of WhatsApp and the communication of what, na kipindi cha tatu ni cha which of administration of ubaya. Hapo sasa, hapo mjomba umeanza hapo mjomba, kidogo hapo umenigusa. Kwa hiyo hiyo ya mwisho ni ubaya ubwela. Unaanza mjomba na umeenda sasa kwenye masuala. Hapana, ni kipindi tu cha kawaida mjomba. Ina maana ni kipindi, yani ni kipindi cha darasani. Nataka nivilipie viko vitatu. Sawa, hamna shida mjomba. Nzuri umeniambia na nimesikia. Nimekuelewa. Ya usijali. Nikutoe tu shaka. Nafikiri tutalimaliza. Kweli? Hamna shida mjomba. Kwenye swala zima la masomo sitaji nikuangushe. Kwa hiyo nitapambana ninavyoweza. Namna naamini hakuna kinachoweza kushindikana. Kuwa na amani, kila kitu kitakuwa sawa. Basi nashukuru sana mjomba. Sawa mjomba. Jisikie huru, jisikie amani. Sawa anko, naomba niondoke sasa nikuache. Wewe kaendelea na majukumu ya kujenga taifa. Na mimi niendelee na majukumu yangu ya kawaida kila siku. Sawa mjomba, mimi naenda. Basi sawa, ila nitakupigia ufuate au nitakutumia. Nashukuru sana mjomba. Basi sawa mjomba. Kila la heri. Sawa sawa. Baby Lozie, sikia, nakupenda pia. Sikia, nimeshafika lodge, niko guest Nzenze. Sasa niko chumba namba 19. Sawa, chukua bodaboda yoyote hapo. Sawa, ukishamwambia tu Nzenze anaelewa. Kwa hapo wewe ukishamchukua hapo, njoo naye hadi moja kwa moja. Ukifika tu nipigie, mimi nakuja fresh. Umeelewa? Angalia bodaboda yoyote hapo ambaye anapajua hapa Nzenze. Sawa, wewe mwampe maelekezo. Tukimwambia tu Nzenze hapo mazigo liopo anapajua hapa. Kwa wewe njoo hapo. Hapo chapu basi, jitahidi wapi. Haya, sawa. Anakuja kupatia hela. Muda. Usijali kaka, ndo nampigia sasa hivi simu. Baby, nishafika hapa. Wai sasa chapu, maana boda hapa ananisumbua sana, nahitaji hela yake. Haya, poa. Anakuja. Hamna shida. Niambie mpenzi wangu. Poa, mbona umechelewa? Huyu anakutoka kwa shinda 2000 tu. Amekuzungusha yani hapo na hapa tu. Sasa ndio usafiri wa sasa hivi baby. Sasa usiwazi. Sasa tangulia sasa.
Unakuja. Ai, usichelewe. Namba 11, 19. Usijali. Anko. Au sioni vizuri? Hebu ngoja. Shaya kanyaga hapa. Anko. Ni wewe? Ni mimi anko. Anko, hapa ndio chuo? Anko nisamee anko. Na kusamee vipi mjomba? Hapa ndio chuo? Sasa anko nimejipitiwa tu anko. Wewe umeshaona umemaliza maisha anko. Lakini anko hela sijaitumia yote. Nimetoa hapo tu hela kulipia tu chumba tu basi. Kula chumba mjomba. Mimi nishakwambia mjomba. Kula chumba mjomba. Anko si hela ipo lakini anko nimekosea. Na kusamee vipi mjomba? Hapa ndio chuo. Shaya kanyaga. Pesa niliyokupa yote unaleta kwenye starehe mjomba. Starehe ndio kila kitu kwako. Shaya kanyaga hapa. Hapa ndipo tajua mjomba ni mama. Lakini anko usikasirike anko. Sijakasirika anko. Wewe usinipe dhambi mimi ya kukasirika mjomba. Baki na hela yako mjomba, hiyo nishakupa mjomba. Kina anko ndio nimebakiza mlenzi wangu. Mlinzi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Mimi kwako ni mlezi. Unakuja maeneo haya. Unakuja kabisa mjomba. Hivi unakia kabisa? Kina anko usichukue basi yangu basi. Usinipe pesa ya dhambi. Anko sijatumia. Hiyo ni dhambi mjomba. Nimetoa hapo tu hela ya chumba hapa, nimetoa hapo na hela. Sawa mjomba. Kula chumba mjomba. Anko. Wewe kufanya hayo kabisa mjomba. Mjomba nimeamini. Kweli mjomba, ubaya ubwela. Ila sasa huu ubaya ubwege. Mjomba umekuwa bwege. Mjomba, hapa ndio chuo. Basi asante sana mjomba. Unajua nini? Haya ni maisha tu mjomba. Haya ni maisha. Naamini na wewe utafika huko nilipo mimi. Baki tu na hela yako mjomba. Ungechukua kuwa na amani mjomba. Sasa uko na kuacha na amani na hii hela. Siwezi kuacha tu maisha chakunyonga. Sasa uko shajichanganya hela na ilani. Kujichanganya mjomba. Lakini mjomba hamna. Ona. Jichanganya mjomba. We unanishikaje kwa mfano? Sasa unajingatangata nini wewe? Tapeli mkubwa, kijana mdogo tapeli. mimi tapeli. Tapeli, umemtapeli mjomba wako sembuse mimi. Sasa hiyo mimi kwa ajili yetu, tu enjoy unajua. Yaani unataka nifurahi kwa pesa mjomba wako utasikia. Koma, puta namba yangu. Mimi yule nitaongea naye tutayamaliza. Mambo ya familia. Sikie kwanza, uone hata aibu muone. Hivi wapi wewe? Kwenda huko kwanza, koma hata kunitafuta. Koma, puta namba yangu. Sasa wewe tena usinongesha, nitakudhalilisha. Nitakudhalilisha, nitakutia kelele ya mwizi. Wewe mwizi roji wewe kwanza. Nenda, unipigie kelele za mwizi roji. Kashaji changa. Kwenda. Afu kwanza hapa mwenye 20,000 naenda kudai. Nasema anko. Naenda kudai 20,000 yangu kwa Mungu. Hebu naleta uchochoroni, shida nini? Baby, kwanza samahani. Maana kuna kitu kinanisumbua sana kichwani. Yaani mpaka kuona nimekuleta huku kuna shida. Tuende kwenye point, shida gani? Lakini kabla ya naona kama una haraka, lakini pia naomba unisamehe kwa kilichotokea siku ile. Maana najua nilikukosea sana, lakini pia na mjomba nilikukosea sana. Kwa naomba kwanza unisamehe kabisa kwa kilichotokea siku ile. Mimi nishakusamehe, tuende kwenye point, shida nini? Umenisamehe kwa muonekano huo, kwa sura kuna sura ya mapenzi hapo? Kuna mahusiano hapo kwa jinsi ninavyokuona hivyo kirahisi tu? Bana, nimekusamehe. Kuna sura ya mapenzi hapo kati yangu mimi na wewe? Ukiwa hivyo
Bana, tuende kwenye point. Shida nini? Basi sawa. Mimi bana, kuna ndoto nimeiota, na hiyo ndoto nimeiota ni ndoto mbaya mbovu kuhusu mjomba. Nimeota mjomba kafariki na tuko kwenye msiba, tunalia kabisa, tunalia. Kuja kuamka asubuhi na sikia nini, yani nasikia hata moyo nguvu sina yani. Wewe sikia. Hiyo ndoto umeota saa ngapi usiku? Nimeota usiku wa kuamkia leo. Mpaka sasa hivi umeshapata habari za msiba, mjomba wako kafa? Bado. Ina maana yake hiyo ni ndoto na itabaki kuwa ndoto. Tuendelee na maisha yako, enjoy, relax. Shida nini? Kinachonitisha mjomba yule huwa na mambo ya kule nyumbani kijijini, ndio kilichosababisha mpaka akaja huku. Basi wewe na mjomba wako mnajuana. Mimi nataka nizirudishe zile pesa na nini, kila kitu nirudishe, ili kusudi nimwombe na msamaha, tuishane ili mtu aendelee na maisha yake. Maana mpaka hapa shule nishaacha. Unasemaje wewe? Sasa mimi nitafanyaje? Maana mimi roho inaniuma kwa nini hicho kifanya sio kitu kizuri. Yaani unajua mwanaume ni boga sana. Yaani urudishe pesa kwa usahau. Yaani hivyo mwanaume mbona ni boga sana? Sasa bibi, kumrudishia pesa zake ni boga. Ukiona umerudisha hizo pesa kwa mwenye nazo. Achana na mimi. Sasa mbona siku ile niwashia moto nilipokuambia yani baby, huyu mwanamke na nini? Tuko loje, mwenyewe kaniambia bana wewe siwezi kula pesa za dhuluma, sio nini na nini, akaniacha. Afu raundi namwambia kwamba nirudishe pesa, ananiambia sijui ila najua cha kufanya. Tina, simu yako imenishtua sana. Kuna shida? Hapana, nilitaka tu kujua utaratibu wa huu nje na nyumba pia. Utaratibu wa hapa, umeme ni shilingi 5,000, maji ni shilingi 5,000. Na hapa kwa kweli umefika sehemu ambapo ni pazuri sana. Mimi huwa siongezi sijui makando ya shilingi 10,000 shilingi ngapi. Au ukilipa 5,000 yako, ukalipa shilingi 10,000 yako, jumla maji na umeme, kwa kweli unakuwa umemaliza. Hiki chumba mimi napangisha miezi 6, lakini kufanya miezi 3. Naona kuna kabaraka hapa. Sawa baba mwenye nyumba, nimekuelewa. Karibu sana. Chumba umekipenda? Nimekipenda vizuri sana. Karibu sana. Karibu. Tuko na mifugo kama huyu paka nilimleta mimi. Huyu ni wa hapa, anaruhusiwa kuingia chumbani kokote kule. Hata ukijisikia siku moja unakuwa naye ndani, ni sawa? Sawa. Karibu sana. Sawa baba mwenye nyumba, nimekuelewa. Karibu sana. Asante. Na umependeza sana kwa kweli. Sawa, nimekupenda pia matunda nini hapa. Lakini sasa matunda usiku kuchuma bila kukupa taarifa. Tena. Lakini wewe utakula sana. Nitafurahi. Karibu sana. Asante. Bana. Ila kwa mtoto kama wewe, utatumia sana vitu vyangu. Utavitumia sana. Odi. Karibu. Basi mambo vipi? Mimi ni black. Yaani kwa umri wangu mimi unaweza kaniita wewe black. Vipi vijana siku hizi hapa? Samahani. Wewe vipi? Sister kwema lakini? Salama mambo. Safi, kwema. Wewe ni sister yako? Yaani wewe kwa jinsi unavyomuona unaweza kuwa sister yako. Unashinda hata kuita mama, shangazi. Kwa umri wake wewe unaweza kumuita sister wewe? Baza samahani. Sio kaka, niita hata mjomba, baba, brother nini? Una shida gani? Nilikuwa na shida na mjomba. Mjomba wako nishamfukuza hawa. Ina maana wewe hauna taarifa kama mjomba wako nishamfukuza? Mjomba wako alishindwa kulipa kodi nikawa nimemfukuza. Unachokisema bazi uko sahihi. Kwa hiyo mimi ni taira unavyoona, si ndio? Basi ingia basi ukamwone mjomba wako mwandani. Mbona ana muda mrefu na manya mwasiliano? Mjomba wake na huyo alikuwa anaishi huko. Nilimfukuza kwa kukosa kodi. Sasa anashangaa na kuja, sijui katumwa. Umetumwa? Au nini kilichokuleta hapa? Mbona shusha pumzi, sema nini kimekuleta hapa? Hebu toka bana. Tupotezee muda, sisi tuko kwenye mazungumzo, niko na mazungumzo na mpangaji wangu. Pisha bana. Kaka, mjomba wako nishamfukuza hapa. Nashangaa unakuja hapa. Una taarifa kama mjomba wako hayupo hapa? Wasilianeni bana. Vipi wewe? Muone mtu mwenyewe. Nishamfukuza mjomba wako.
Unajua ni kwa nini nimekuja hapa? Sijui. Nimekuja hapa ni kwa sababu yako. Kuna kitu kimenivutia sana kutoka kwako. Kitu gani? Tina, wewe ni nzuri sana. Ni binti mmoja nzuri sana. Kwa hiyo unanivutia sana napokuwa maeneo kama haya na fly. Unavyoniletea na kitu kama hivi. Na fly sana napokuwa na wewe. Sasa mimi nimekuja hapa kwa nia moja. Nia gani? Mimi niko na haja na wewe. Sikuelewi, lakini yani bado sijakuelewa. Funguka basi. Nahitaji uwe wangu. Ikiwezekana huu mji wote huu umiliki wewe. Mahali hapa. Yaani nataka nikija hapa napokelewa na mtu kama wewe. Unamaanisha mapenzi mimi na wewe? Sijasema hivyo. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Ndio ninavyo. Lakini ninavyoona ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Nini mama, unakaa bure. Hata kodi ya umeme nayo nitatoa. Maji pia nitatoa. Yaani utaishi free kabisa. Nisikilize. Kwanza na kuheshimu kama wewe mwenye nyumba. Pili, kufikia hatua ya mimi kutoka huko nilikokuwa kuja hapa kwako, nilijua kabisa nina uwezo wa kulipia nyumba. Siwezi. Kwa hiyo inashindikana? Ndiyo, inashindikana. Jaribu kufikiria basi. Hapana. Nimeacha mambo yangu mangapi nimekufuata wewe hapa. Hii nyumba yenyewe nimemtoa mtu kwa sababu tu ya kwako wewe mwenyewe. Uje ukae. Kama unanifanyia hivyo. Lakini sasa uone kama heshima itapungua. Hapana, haiwezi ku. Kwanza mimi sina mke. Ndio moja ya kuoa hii. Wewe uone itakuwa ni sifa kubwa ukiolewa na mtu mzito kama mimi hapa mtaani. Hapana. Nakuomba. Please. Naomba nikubalie. Mimi na zawadi zako pia nimekuja nazo. Hii ndio simu unayotumia? Ndio, simu yangu ninatumia. Kuna simu pia nilikuwa nimekuletea kama. Kinikubali tu, hii ya kwako. Umeiona hii? Ya kwangu mimi? Ni ya kwako hiyo. Hii nimekuletea wewe. Endapo tu utanikubalia. Hii mali ni ya kwako. Sawa. Ukubali. Nimekubali. Basi sawa, majambo hamna swala la kuchelewesha chochote. Njoo ndani. Takwenda? Bwana. Mama anasemaje? Sikuoni kijiweni hapa, yani sio kama kutelea wapi? Ndugu yangu, kwa katikati mambo yalotokea ni mengi sana, mpaka kuona unioni zimepotea mtaani sionekani. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Mambo gani ndugu yangu? Mambo yanajulikana duniani, mambo ni mengi. Mambo gani? Mjomba wangu alifariki. Alifariki? Yes, ninachokwambia ni serious kabisa. Hebu acha masiala basi. Mimi siwezi yaani msiba huwa hausingiziwi. Na siku zote ambazo nilikuwa nimepotea, nilikuwa nimeenda msibani kwa ajili ya kumstiri mjomba. Sio pole sana. Lakini nakumbuka mara ya mwisho wewe ulikuja kwangu ukaniambia kwamba ulienda ukachukua pesa za mjomba wako ukaenda kutumia kule na mwanamke wako. Sasa leo tena unaletea taarifa mjomba amefariki. Na hizo pesa kuna muda nawazaga sio ndo chanzo cha kila kitu, ila anyway tunamwachia Mungu, ila kiukweli napitia changamoto iko hivi ndugu yangu. Unaweza kukuta ni sababu. Kwa sababu unakwenda kutoa zile pesa, hujui mjomba alizipata wapi zile pesa. Wewe kuna chukua aenda kukopa kwenye mavikoba huko, mavitu gani huko, kwenye mahisa yao kusema vitu gani huko. Manini wanaita wenyewe huko. Sasa wewe naye ukaenda ukamtapeli pesa zenyewe. Wewe unategemea hata kama ungekuwa ni wewe ungeweza. Sasa bazo ukisema hivyo unakuwa unataka kunitengenezea mazingira mimi niendelee kupasuka kichwa. Hamna. Mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu wewe huwezi kutoka kwenda kumtapeli mjomba wako pesa hizo kwa sababu ya kwenda kutumia na mwanamke huko bwana. Sasa baza hapo unanishauri au unaenda kunichanganya? Mimi nakwambia nisikuchanganye. Kuchanganya vipi bwana? Mimi nakwambia ukweli ndugu yangu. Yaani mimi nimeongea ili kwako ili uwe chanzo cha faraja. Sio chanzo tena cha kuanza kunivuruga baza. Hata kama ndugu yangu. Yaani wewe unajua mimi ni rafiki yangu muda mrefu sana, lakini sasa kwa hicho ulichokifanya sio kizuri. Kaka, yani sasa unaweza kukuta hiyo ndio sababu mpaka mjomba kufariki. Unaweza kukuta alienda kukopa kwenye mavikoba si masako si vitu gani huko. Alafu wewe naye unaenda kutapeli pesa zote zile. Wewe unategemea kitu gani hapa? Sasa hapo ukitumia kaka kuongea huko, yani wow, baby. Mambo.
Karibu sana. Karibu sana. Ngoja nimekusubiri muda sana wewe. Nimekusubiri hapa, nimekaa hapa. Bahati nzuri kama imetokea rafiki yangu na picha story tu hapa naye. Niambie. Okay. Niko na rafiki yangu hapa. Yamekuwa haya tena? Kaka, kuna nini kinaendelea kati yenu? Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Sikiliza. Kama nilivyokuambia na kama ulivyoona mwenyewe, huyo shemeji yako. Wewe mimi shemeji yako sasa hivi. Sasa siko nini wewe kinachokufanya unashangaa sisi? Ndio umefikia hatua hii ya kutoka na rafiki yangu? Kwa hiyo wewe Sugu, ulivyonitelekeza ulitegemea nini? Lozi, mimi sijakutelekeza. Kunitelekeza vipi? Ukisema hivyo utakuwa unakosea, kwa sababu hapa katikati kuna mambo yametokea mpaka kufikia hatua hii mimi kuona sionekani wala sikutafuti. Nyumba yangu amefariki na chanzo cha kila kitu ni wewe. Afu leo hii unakuja kutoka na rafiki yangu, afu nasema mimi nilikutelekeza. Wewe hujui hapa katikati kilichotokea nini? Baby, unakuwa unakosea. Naambie baby. Okay. Sikiza nikwambie rafiki yangu. Katika maisha ya mahusiano, wewe ukisema cha nini, basi nasikia utambue kwa kuna wenzio wanawaza mwingine wanakipata. Kwa hiyo tambua kabisa kwamba wewe ni shemeji yako. Mimi naomba nikuache tu kwa sababu sisi kuna sehemu tunawahi. Adamu, usijali nitakupigia simu. Unazaga hela mapenzi vingine yaani ukiachana na hela uko kwenye mapenzi. Toka kwenye mapenzi ni pesa. Maisha yako tutajenga saa ngapi? Kwa utake basi mimi ngoja. Nimekumisi. Kweli. Basi iko hivi. Mimi hapa sasa leo. Naomba tafadhali. Umeniambia na nimesikia, nimekuelewa. Ya usijali. Nikutoe tu shaka. Nafikiri tutalimaliza. Kweli? Hamna shida mjomba. Kwenye swala zima la masomo sitaji nikuangushe. Bodaboda yoyote hapo sawa, ukishamwambia tu nzenze anaelewa. Kwa hapo wewe ukishamchukua hapo, njoo naye hadi moja kwa moja. Ukifika tu nipigie, mimi nakuja fresh, unaelewa? Angalia bodaboda yoyote hapo ambaye anapajua hapa Nzenze, sawa? Wewe mwampe maelekezo, tukimwambia tu Nzenze hapo maziko uliopo, anapajua hapa. Kwa wewe njoo. Baby, nishafika hapa. Wai sasa chapu, maana boda hapa ananisumbua sana, nitaje lake. Haya poa.
Anakuja. Hamna shida. Ni wewe? Ni mimi anko. Anko, hapa ndio chuo? Anko nisamee anko. Na kusamee vipi mjomba? Hapa ndio chuo? Sasa anko, nimejipitiwa tu anko. Wewe umeshaona umemaliza maisha anko. Lakini anko, hela sijaitumia yote. Nimetoa hapo tu hela kulipia tu chumba tu basi. Kula chumba mjomba. Mimi nishakwambia mjomba. Kula chumba mjomba. Anko, si hela ipo lakini anko nimekosea. Na kusamee vipi mjomba? Hapa ndio chuo. Shaya kanyama. We, unanishikaje kwa mfano? Sasa Unajingatangata nini wewe? Tapeli mkubwa, kijana mdogo tapeli. mimi tapeli eti. Tapeli, umemtapeli mjomba wako sembuse mimi. Sasa hiyo mimi kwa ajili yetu, tu enjoy, unajua. Yaani unataka nifurahi kwa pesa mjomba wako. Hivi unaleta uchochoroni, shida nini? Baby, kwanza samahani, maana kuna kitu kinanisumbua sana kichwani. Yaani mpaka kuona nimekuleta huku kuna shida. Tuende kwenye point, shida gani? Lakini naona kama una haraka, lakini pia naomba unisamehe kwa kilichotokea siku ile. Maana najua nilikukosea sana, lakini pia na mjomba nilikukosea sana. Kwa hiyo naomba kwanza unisamehe kabisa kwa kilichotokea siku ile. Ndoto nimeiota. Na hiyo ndoto nimeiota ni ndoto mbaya mbovu kuhusu mjomba. Nimeota mjomba kafariki. Na tuko kwenye msiba tunalia kabisa, tunalia. Kuja kuamka asubuhi na nasikia nini? Yaani nasikia hata moyo nguvu sina yani. Wewe sikia. Hiyo ndoto umeota saa ngapi usiku? Nimeota usiku wa kuamkia leo. Mpaka sasa hivi umeshapata habari za msiba mjomba wako kafa? Bado. Ina maana yake hiyo ni ndoto na itabaki kuwa ndoto. Mimi nataka nizirudishe zile pesa na nini, kila kitu nirudishe ili kusudi nimwombe na msamaha. Tuishe nini mtu aendelee na maisha yake. Maana mpaka hapa shule nishaacha. Unasemaje wewe? Sasa mimi nitafanyaje? Maana mimi roho inaniuma kwa nini kifanya sio kitu kizuri. Yaani unajua mwanaume ni boga sana. Yaani urudishe pesa kwa usahau. Yaani hivyo mwanaume mbona ni boga sana? Sasa bibi, kumrudishia pesa zake ni boga. Ukiona umerudisha hizo pesa kwa mwenye nazo. Achana na mimi. Sasa mbona siku ile uliniwashia moto nilipokuambia yani? Odi. Karibu. Basi mambo vipi? Mimi ni black. Yaani kwa umri wangu mimi unaweza kaniita wewe black. Vipi vijana siku hizi hapa? Samahani. Wewe vipi? Sasa za kwema lakini? Mambo. Safi, kwema. Wewe ni sister yako? Yaani wewe kwa jinsi unavyomuona unaweza kuwa sister yako. Unashinda hata kuita mama, shangazi. Kwa umri wake wewe unaweza kumuita sister wewe? Baza samahani. Sio kaka, niita hata mjomba, baba, brother nini? Una shida gani? Nilikuwa na shida na mjomba. Mjomba wako nishamfukuza hawa. Ila maana wewe huna taarifa kama mjomba. Ndio umefikia hatua hii ya kutoka na rafiki yangu. Kwa hiyo wewe Sugu, uliponitelekeza ulitegemea nini? Lozi, mimi sijakutelekeza. Kunitelekeza vipi? Ukisema hivyo utakuwa unakosea kwa sababu hapa katikati kuna mambo yametokea. Mpaka kufikia hatua hii mimi kuona sionekani wala sikutafuti. Mjomba wangu amefariki. Na chanzo cha kila kitu ni wewe. Alafu leo hii unakuja kutoka na rafiki yangu, alafu nasema mimi nilikutelekeza. Wewe hujui hapa katikati kilichotokea nini? Baby, unakuwa unakosea. Naambia baby. Okay. Sikiza nikwambie rafiki yangu. Katika maisha ya mahusiano, wewe ukisema cha nini, basi nasikia utambue kwa kuna wenzio wanawaza mwingine wanakipata. Kwa hiyo tambua kabisa kwamba wewe ni shemeji yako. Mimi naomba nikuache tu kwa sababu sisi kuna sehemu tunawahi. Adam, usijali nitakupigia simu.